Karibu katika hii video. Kwa majina naitwa Mr. RJ. Karibu katika channel ya Teknohama leo. Na katika hii video naenda kukuelekeza namna ya kutumia Adobe Premiere Pro. Bila shaka kama wewe ni mfuatiliaji wa mambo ya video utakuwa unajua kabisa kwamba zipo program nyingi ambazo watu wanazitumia kwa ajili ya video editing. Lakini hii hapa ni Adobe Premiere Pro. Kuna DaVinci, kuna Sony Vegas, kuna Final Cut kwenye MacBook. Kwa zipo nyingi sana, lakini Adobe Premiere Pro imekuwa popular, japo sasa hivi watu wengine wanapenda kutumia DaVinci kwa ajili kutokana na kwamba ina advanced features nyingi kwenye upande wa color, lakini bado unaweza kufanya editing kwenye Premiere Pro alafu color ukaenda kufanya kwenye DaVinci, inawezekana. Kwa mimi kwa leo nitaanza kufundisha Adobe Premiere Pro, na hii hapa ni kwa mara ya kwanza kabisa. Mimi huwa napenda kwenye kufundisha kwangu nianze mwanzo, ili kama mtu ni mara ya kwanza nisije nikamwacha nyuma. Kwa bila kupoteza muda, ukishaifungua tu Adobe Premiere Pro utakutana na page hii. Mimi hii hapa nayotumia ni Adobe Premiere Pro 2025. Likely vitu vingi utakuta tu vinafanana. Hata kama utakuwa na version labda ya nyuma kidogo, bado utakuwa na uwezo wa kuendana tu, wa kuelewa kile ambacho mimi nakielekeza. Kwa kitu cha kwanza kabisa ni kufungua new project. Kwenye new project hapo utaiandika project yako. Kwa mfano kama mimi nitaandika kujifunza. Utaandika kujifunza. Utachagua hapa location ni sehemu gani unataka wewe unahifadhi hiyo project. By default huwa inakuwa kwenye local disk C kwenye document. Sasa hiyo ni mbaya kwa sababu ikitokea umebadilisha operating system au umepiga window, maana yake hizo project zitapotea. Kwa kama ulikuwa unazihitaji ni changamoto, lakini pia local disk C inakuaga ni rahisi sana kuwasilika in case ukipata hata attack ya virus. Kwa hiyo nakushauri tafuta, chagua location nyingine kwenye computer, maybe yani kwenye partition ambayo sio local disk C. Kwa kama mimi hapo ya kwangu ipo pale, alafu utaenda create. Kwa tusha create project hapo, kitu cha kwanza kabisa ambacho utakutana nacho ni hiyo page ya hapo mwanzoni. Sasa hii inakuaga ina baadhi ya sample footage ambazo wamekuwekea kwa ajili ya kujifunza, lakini nadhani tunaweza tu tukaiskip sisi hapa, tunaweza tukairuka ili tusipoteze muda sana hapa. Kwa tutaenda hapa chini skip, maana yake tutaingia sasa moja kwa moja kwenye interface kuu ya kufanyia video editing. Video editing. Sasa kwa Adobe nahisi kuanzia Adobe CC 2024 interface imebadilika kidogo. Interface ninavyozungumzia na maanisha ule muonekano wa hizi paneli hapa, japo vitu process ni ile, japo kitu fulani kukipata yani kuna tofauti kidogo. Kwa kuna vitu unaweza kavimiss, ila kuna video moja hapo nishaikueleza ambayo nitumia Adobe ya zamani, kwa unaweza kaiangalia hiyo ikakusaidia, lakini sidhani kama utashindwa kunielewa. Kwa hapa ukienda hapa juu top left, yani mkono wa kushoto juu, kuna hizi paneli tatu. Kuna sehemu hii ya import, sehemu ya pili ni edit, sehemu ya tatu ni export. Kwa hizi ndo paneli kubwa tatu. Kwa maana yake kuna kuimport, yani kuweka clips kwenye kwenye kompyuta yako, kuna kuedit, kufanya process zote mpaka rangi mpaka kila kitu, alafu kuna kuexport. Kwa ni tofauti kidogo na ile interface ya DaVinci ambayo nitakuja nielezee siku moja namna kuitumia. Kwa sasa hapo tutadili sisi na edit. Tutaingia hapa, utakuja kwenye edit, au ukiwa kwenye hii hapa panel ya import utaenda sehemu ya skip kama ambavyo tulifanya mwanzo. Kwa sisi tutakuja hapa kwenye edit. Sasa kwanza kabisa hapa juu utaona kuna file, edit, clip, sequence, markers, graphic and titles, view, windows, help na kadhalika. Kwa sasa hapo hivyo vikumbuke, tutakuja tuvitumie maeneo machache. Kwa kwanza tudili na huku ndani huku pia utaona kuna sehemu hapa imeandikwa color.
sio lazima iwe color, unaweza kukuta ipo essentials. Kama wewe ni mtumiaji tu wa Adobe hata zingine, utakuwa upo familia na hichi kitu kwamba hii hapa inakuwa imekupa ile layout kulingana na mahitaji yako. Kwa mfano kama wewe unataka kufanya color, maana yake hiyo layout itakuwa na tools ambazo zinahusiana na mambo ya color. Kwa hiyo ukiangalia kama hapa hivi tungekuwa na footage, hii Lumetri unaiona hapa inatumika kwa ajili ya kufanya color correction na color grading. Kwa sasa kwa sababu sisi ndo kwanza tunaanza kwenye editing, kwa tunaanzia editing hapa. Hii ndo sehemu nzuri na rahisi kwa ajili ya kuanzia. Haya, kwa kuna panel hizi hapa ambazo ni 1, 2, 3, kuna 4 na huku juu pia. Kwa zipo kama 5. Yeah. Sasa kitu cha kwanza kabisa kwenye video editing manake ni kuimport video. Kuimport video manake sasa kwamba tunategemea unafanya editing ya video. Kwa sasa manake utakuwa unaingiza video kwenye program. Sasa kuingiza video kwenye program manake kuna njia kadhaa. Njia ya kwanza ni kudouble click kwenye eneo hili hapa ambalo lipo upande wa chini mkono wa kushoto. Ukidouble click papa itafunguka itabrowse kwenye faili zako, kwa uta navigate kuangalia video yako. Kwa mimi mfano nitaingia hapa kwenye project zangu hapa, nitaangalia labda kwenye chagua footage moja wapo hapa, labda hiyo hapo. Kwa nakuwa nimeimport footage hapo. Sasa nikisha import footage kama ambavyo nimefanya hapo mwanzo, nime double click nikaitafuta alafu nikaiclick, kwa hiyo ikatokea hapa. Kwa sasa hiyo ni njia ya kwanza ya kuimport video. Njia ya pili hapa na nikitaka kurudi nyuma nabonyeza Ctrl Z na kwa nimerudi nyuma. Njia ya pili ya kuimport video na right click, nikisha right click naenda natafuta import, nabonyeza import, itanipeleka tena kwenye mafaili yangu, afu hiyo video nitai open. Kwa hiyo itakuja tena. Hiyo ni njia ya pili ya kufanyaje ya kuimport video. Lakini njia ya tatu ni kudrag hiyo footage. Kwa mfano kama hapa kwenye desktop hapa na footage, naweza nika-click nikai-drag kaji ikaingia hapa. Kwa nikaje nikaipeleka huu upande wa nini wa kushoto chini, kwa nakuwa pia nimeimport. Kwa hizo ndo njia tatu za kuweza kuimport video kwenye Adobe Premiere Pro. Sasa nikisha import video sasa hapo kwa njia yoyote kati ya zile tatu, maana yake sasa hapo nipo tayari kuproceed kwa ajili ya kufanya editing. Lakini mimi napendelea zaidi kutumia ile njia ya kuimport kwa kudrag, kwa sababu inanirahisishia. Kwa sababu kama ni footage nitarudi nitaiplay kwanza ili nijue kama ndo footage ambayo naitaka, kwa maana yake nitaidrag, maana yake inakuwa ni rahisi tofauti na kuifungua kwa kudouble click hapa, kwa sababu unakosa chance ya kuipreview video. Either way ni sawa tu, inategemeana na wewe unaona urahisi wako uko wapi. Kwa hiyo nisha import footage zangu mbili hapa. Hatua ya pili ni kuziload au kuzikagua. Sasa maana yake hapo nataka sasa hiyo footage nijue kwamba kuanzia hapa mpaka hapa kinaonekana kitu fulani, hicho kitu kinaonekana kwa usahihi. Maana yake ni kuikagua footage sasa ndani ya program. Kwa hiyo nitai double click, kwa mfano hii hapa footage, nita double click, itakuja kwenye hii hapa source monitor. Hii tunaweza tukaita source monitor. Afu hii hapa ni program monitor. Hii ambapo unaona kasa yangu ipo hapa. Kwa maana yake hii inatumika kwa ajili ya kuimport video. Hii hapa inatumika kwa ajili ya kuprocess video. Yaani inakuwa inaonesha ile video ambayo unakuwa unaifanyia kazi, au tuseme ile video sasa ambayo umeshaiunda tayari. Kwa sasa maana yake tayari tusha import hapo. Maana yake nita double click, video itakuja hapa. Sasa utaona hapo kuna hichi slider hiki. Kwa maana yake ndio kinakuwa kinaonesha video kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo hata nikiplay video kwa kubonyeza ile space bar ile, utaona video inaplay chenyewe kinafanyaje. Kwa maana yake sasa hichi tutatumia kuna navigate au kuchagua eneo la video ambalo tunalihitaji.
Kwa mfano hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo footage yoyote nikitaka kuiload hapa kwenye hii hapa source monitor, nita double click. Kwa mfano hii footage ya drone na yenyewe nimefanyaje, nime double click. Kwa niki double click tayari video itakuja hapa. Jambo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuchagua. Kwa sasa hapo kwenye kuedit maana yake tunakuwa tunachagua au tunakati vipande tunavyovitaka, alafu tunafuta vipande ambavyo hatuvitaki. Kwa maana yake nitarudi kwenye footage yangu ya kwanza. Kwa mfano na footage yangu hapa ya mtu anaanza kwamba je, hii hapa nataka nichukue hiyo footage kuanzia wapi. Kwa mfano kama nataka nichukue wakati kabla anapotaka tu kuanza kuvaa kofia, nitarudisha slider yangu mpaka pale ambapo nataka tukio langu lianzie. Nitabonyeza I kwenye keyboard. Hiyo ni ni shortcut. Hiyo ni I, manake in, manake ndio sehemu ambapo footage yangu nataka ianzie. Nita play hiyo footage au nita slide vyovyote mpaka ambapo nataka hiyo footage ishie. Kwa mfano hapo nitabonyeza O kwa maana ya out. Kwa maana yake nitakuwa na in, yani kwamba nitakuwa na sehemu ya kuanzia footage, lakini nitakuwa na sehemu pia ya kumalizia footage. Kwa hapo tayari nishakuwa na hizo sehemu mbili. Kwa maana yake hapo sasa inafuata hatua ya pili ya kuipeleka video kwenye timeline kubwa au kwenye sequence ambayo sasa ndo nataka, au tuseme kwamba naipeleka sasa sehemu ambayo naenda sasa kuipanga. Manake kuedit manake tunaondoa kitu na kuweka kitu. Kwa mfano hapa nina footage zangu mbili hizi, ya drone na nyingine ya kamera. Kwa sasa nataka nipange video. Kwa manake tayari nisha select sehemu ya video ambayo nimeshoot na kamera ambayo nahitaji. Kwa hiyo nitakuja sasa hatua ya nyingine ni kudrag au kuihamisha hii video kuja kwenye main timeline ambayo sasa ndo natengenezea video yangu. Kwa nita click hapa katikati tu ya hii video. Nikiklik hapa nikaleta huku chini kwenye hili box la huko chini, afu naiachia video. Kwa hiyo utaona tayari nakuwa nimeshatengeneza sequence au nakuwa tayari nimeshaanzisha sequence ambayo sasa nitaitumia kuandaa hiyo video yangu. Kwa hiyo utaona video yangu nitaiplay, itaanzia pale pale ambapo nilikuwa nimechagua ianzie kule kwenye source monitor. Nitaenda mpaka kuishia pale ambapo nilikuwa nimeweka iishie, kulingana sasa na nini na ukubwa wa hiyo video au resolution. Nataka nikupe vitu simple hapa mwanzoni ili baadaye visikuchanganye. Kwa sasa hapo nakuwa ni video hii inahamia huku, kuna kioo kingine ambacho ndo nilikuwa naita ni program monitor. Kwa maana yake nitakuwa na uwezo wa kuiangalia video yangu hapa. Kwa ni mfano nikaja tena kwenye footage yangu ya drone, nika double click, ikaja hapa, itakuja kwenye source monitor hapa, nitachagua, nita play hiyo video yangu. Nitaona nataka ianzie wapi, labda nataka ianzie labda hapa. Kwa nita click in au I, nitasubiri mpaka video ambapo inaishia, nitabonyeza O maana yake out. Nitachukua hicho kipande, nitakidragi. Kwa hiyo nikishakifikisha huku utakiona na kuwa flexible ukiweka sehemu yoyote. Kwa maana yake nikikiweka hapa mbele, maana yake huku mwanzoni ita play kwanza footage ya kamera, alafu baadaye ndio kitafuata hichi kipande cha nini cha drone. Taratibu twende tutaelewana. Sasa ukiangalia hapa kwenye footage ambayo nimedrag ambayo ni ya kamera, ina component mbili, ina sauti lakini pia ina video. Sauti ipo hapa chini, unaweza kaona wave, lakini video ipo kwa hapa juu, unaweza kaona pia kuna kaalama ka video. Kwa maana yake unakuwa umechukua sauti pamoja na video. Je, vipi kama unataka uchukue video peke yake? Kwa nitabonyeza Control Z ili nirudishe process zote hizi nyuma, tulete video peke yake. Kwa tukitaka video peke yake, nitarudi kwenye hii footage ya kamera ambayo ndo ina sauti, nita drag. Sasa una dragije? Mwanzoni tu drag hapa katikati tu ya hii video, tukaichukua ikaja sauti pamoja nani na picha, lakini hapa nataka tu picha. Kwa nitakuja kwenye hii hapa alama ambao wanakuambia drag video only. Kwa nita click, nitaidragi mpaka hapa. Kwa utaona imekuja
video peke yake bila audio. Kwa hapo in case nahitaji labda kutumia tu background music nyingine, sihitaji kutumia ile sauti ambayo imekuja na ile footage au ambayo ilichukuliwa na kamera wakati na shoot. Haya. Au naweza nikawa nahitaji audio peke yake. Kwa mfano naweza nikawa na hii video nimeidrag peke yake, lakini kuna video nyingine nikaimport. Labda ni video ya wimbo fulani ambao nataka sasa hiyo sauti yake niitumie. Kwa mfano kama hapa nitatafuta kwa haraka sauti ambayo inaweza nikahitaji ya wimbo. Angalia hapa sauti ambayo inaweza isiniletee shida kwenye copyright. Kwa mfano hii hapa kama kawaida nitaidrag, nitaiweka kwenye Premiere Pro, nita double click. Sasa hii hapa ni music. Hapa ni muziki, kwaona nataka kutumia huu muziki. Kwa kama kawaida nitachagua sehemu ambalo nataka huo muziki ni utumie. Alafu nitaselect in na out kama mwanzo. Kama nataka huo muziki uende mwanzo mpaka mwisho, maana yake nitaacha kuselect, sitabonyeza in. Kwa nabonyeza control Z. Kwa nikichukua na kuja hii sehemu ya drag audio only, kwa nitachukua audio, sitaiweka huku juu, nitaiweka huko chini. Kunakuwa na huu mstari hapa unatenganisha kati ya video na audio. Kwa maana yake nitakuwa nimeleta audio huku. Sasa sikuchukua kipande kidogo, nimechukua kipande kikubwa, ndio maana unaona imekuwa ndefu mpaka huku. Kwa hapa juu kunakuwa na vipimo vya muda, kwamba hapa dakika 1, dakika 2. Lakini ukitaka kuzoom hili eneo ili uone kwa ukubwa, unakuja kwenye hii slide hapa chini, unaislide kuja kushoto. Kwa utaona umezoom hiyo timeline, na unaweza kuona hapa tunaona unit ndogo ndogo kabisa ambazo ni sekunde. Sasa japo unaweza kuzoom zaidi ya hapo, unaweza kuaccess mpaka ukubwa wa frame moja. Kwa hiyo inawezekana. Kwa sasa hapo unaona hapa nakuwa na video tofauti na sauti tofauti. Kwa sauti imekuja peke yake na video imekuja peke yake. Kwa footage za drone hazinaga sauti. Kwa maana yake pia ningekuwa labda na footage ya drone hapa, ningeidrag nikaiweka hapo. Kwa maana yake itakuwa ina play hiyo footage ya drone, huku muziki ambao nimeuadi ukiwa una play. Kwa sasa hivyo ndio vitu tu ambavyo napaswa kuvijua. Kwa sasa hapo tusha import video, tushaiweka kwenye sequence, kwenye main sequence au kwenye main timeline ambao tunafanyia kazi. Kwa ndio vitu vya ambavyo tu vya mwanzo napaswa kuvifahamu. Nimekuelekeza kuchukua audio peke yake, nimekuelekeza kuchukua video peke yake. Kitu kingine ambacho unaweza kukifanya hapa, hizi paneli zote hizi unaweza ukaziongeza ukubwa au ukazipunguza. Zipo flexible kama unaweza kuona hapa. Ukipeleka hapa katikati hapa ambapo ndo kuna mpaka wake, unaweza ukadrag kwenda kushoto, click ukadrag kwenda kushoto, utaona hii imekuwa ndogo. Unaweza ukapeleka kulia, hii unaibinya inakuwa ndogo. Kwa hiyo hizi zipo flexible. Au hapa chini unaweza kaona hapa chini ambapo kasangu ipo, naweza nikaclick nikadrag. Kama mfano na footage nyingi nataka nizione, unaweza click hapo ka drag. Ila pia naweza nikawa nahitaji kuona kwa ukubwa, kwa maana yako unakuwa flexible. Lakini labda naweza nikaona na footage nyingi, nataka sehemu ya kueditia iwe ndogo, au nataka tu niziangalie. Kwa unaweza kupeleka huku kulia ili eneo linakuwa kubwa, kwa ukaweza kuona footage zako vizuri. Sasa haka nitakabana kwa sababu kana hizi tu icon za tools ambazo tunazitumia, sio lazima sana. Lakini pia kuna haka huku ambao kanakuwa kanaonesha kale ka audio meter, kanakuwa kanaonesha ile audio inakuwa inaendeleaje. Sasa kwa video hii ya kwanza nitaishia hapa, lakini nitakuwa na muendelezo. Angalia video ya pili, nitaendelea hapa nilipoishia. Itakusaidia sasa wewe uweze kuendelea katika hatua inayofuata. Asante sana. Karibu katika video inayofuata.